Bi Kachala alikuwa hanipendi mimi kwa sababu tu Bokasa alishampenda. Kama Bokasa amekufa, maana yake hakuna mtu mwingine tena anayempenda zaidi ya mimi. Msekunigutila, mimi sijamuua Bokasa. Nitakwenda pale kwa sababu ya kwenda kumchukua mke wangu. Mke wangu kashakuwa mjane. Na itakuwa mguha mkazangu. Kaenda kishi kashaenda. Sema mimi sina wasiwasi naye mjomba, kwa sababu kwa uwezo aliokuwa nao wa kichawi sidhani kama kuna mtu wa kumzuia kwenye kasri ya Bokasa. Kama Bokasa amekufa, maana Bokasa ndo alikuwa mkali tu pale. Waliobaki ni mrenda Sham cheupe beautiful yule tu mrenda, Bi Kachala mwenyewe mrenda, askari wenyewe mrenda, hawagushi moto wa mjomba Nchumali. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi wowote, na ukibisha atarudi na Bi Kachala hapa nyumbani. Wewe nawe hujaelewa situation inayoendelea huko kwenye kasri ya Bokasa. Kule kuna sintofahamu ambayo kila mtu pale anahisi mwenzake ni muuaji, maana bado hajafahamika hasa ni nani aliyemuua Bokasa. Sasa akienda mjomba Nchumali akaonekana mle ndani, ataambiwa yeye ndo muuaji. Sasa hapo tatizo ni wanakijiji. Kama wanakijiji watapata taarifa kwamba mjomba Nchumali ndo kamuua Bokasa, tayari atatengeneza uhasama mkubwa na wanakijiji. Issue sio kwamba yeye sijui ana nguvu kubwa, hakuna mtu wa kumzuia, ila sasa lazima wataanza kumtangaza kwamba yeye ndio muuaji. Mimi mwenyewe nimeikimbia hiyo. Bi Kachala alikuwa anaanza kunichokonoa, muuaji nikakimbia. Ni sawa, lakini conclusion ni kwamba anko mjomba Nchumali ana nguvu kubwa kuliko mtu yoyote hapa kijijini. Ukweli ndio huo. Kumbe haka nako ni kambumbumbu. Sisi hatuzungumzii nguvu hapa. Tunazungumzia kwamba je, itakuwaje kama mjomba Nchumali ataenda huko akasingiziwa kwamba yeye ndo kamuua mfalme Bokasa? Wanakijiji watamuonaje? Atatengeneza uhasama mkubwa sana na wanakijiji. Watamchukia. Chuki ya wanakijiji haijalishi wewe una nguvu kiasi gani, lakini ni mbaya. Wewe haka kanazungumzia eti ana nguvu kuliko mtu yoyote. Sasa nguvu zitamsaidia nini kwenye chuki? Acha ile uloshema ya kwanza ile sijui haka nako kumbe ni kambumbumbu ile pale mbaya sana ile mama yangu. Itatufikisha pabaya mimi na wewe. Ni heri uifute kabisa. Futa ile kauli yako ya kwamba mimi mbumbumbu. Haifutea nini? Wakati kauli imenyooka hiyo haina mbambamba. Hiyo kauli ya mwaka wa mbele kabisa haina shida. Kweli wewe ni mbumbumbu uliopitiliza, kwa sababu mtu mwenye akili timamu hawezi akalinganisha nguvu za mtu mmoja tena za kichawi halafu na chuki ya wanakijiji. Wanakijiji ni wengi. Kama unachukiwa na wanakijiji wote hapa kijijini, hata ukiwa na nguvu kiasi gani, hizo nguvu zako si mali kitu. Kila mtu atakuwa nakuchukia. Ukitokea hapa huyo anakuchukia. Hautakuwa na ubuntu na watu hata mara moja. Chuki ni mbaya zaidi kuliko nguvu za kichawi. Kwa hiyo bwana mdogo, mjomba wako kakosea sana kukurupuka kwenda kwenye kasri ya Bokasa hali ya kuwa bado kuna sintofahamu. Ule ni ujinga mwenda wazimu. Tena mie namwambia huko alipo akome kama alivyokoma kwenye tumbo la bibi yake. Mshenzi mkubwa yule. Unachokijua wewe mtoto mdogo. Tuulize sisi. Mimi nimefanya kazi na wachawi kibao, ukiachana na mjomba yako huyu. Nimefanya kazi na mzee Kidonge ambaye alikuwa anakaa Ngai, Kibati hiyo. Ngai. Nyumba yake ilichomwa moto kwa sababu ya uchawi wake. Wanakijiji hao, chuki hiyo. Halafu nimefanya kazi na nani? Mzee Kitumbo wa Kwefula. Na hivyo wanakijiji walimchukia wakamfukuza kijijini kwa sababu ya uchawi. Sembuse mjomba yako. Kama atakwenda huko akayavuruge yeye, hapa kaliki hapa. Wanakijiji watakuja kuchoma hekalu hili litapotea. Wewe unabisha nguvu ya mtu mmoja huwezi ukalinganisha na wanakijiji wote. Akena kwa kadem kajuaji. Unajijifia kufanya kazi na wachawi. Fara kweli. Kwanza usiongee sana. Unaongea kama umefyatika chensho kwenye kichundu. Hebu kaucha kwanza. Wewe kama kueleweka umeeleweka. Mimi nishawaambia mjomba wangu ni mwamba, whatever chekeshi. Eiza wamemchanua huko sijui amekuja kuchoma hekalu, lakini namkubali anko ni jembe. Mwamba. Binti, achana naye huyo. Kugombana na huyo bwana mdogo ni sawasawa na kumpigia mbuzi gitaa. Haelewi huyo. Si unaona kichwa chake kilivyobinuka? Unakiona Kichwa kimebinuka kama kichuguu cha kumbikumbi. Hata elewa huyo. Utaongea naye kutwa nzima mtabishana hapa. Acha tusubiri kitakachomkuta mjomba wake huko potelea pwete. Mbona si halituhusu hili? Hapa si kwetu. Tulikuwa tunasubiri tu hizo heka ziishe
tuondoke. Sasa nitaka kujua we binti ni nani haswa, maana hiyo sura ni ya binti yangu umevishwa wewe. Sasa sijui wewe ni nani haswa, nataka kukujua. Mimi naitwa Makombo Salimu Kimba. Babangu alikuwa anaitwa Salimu Kimba. Ni miaka kadhaa tu imepita hapa alishakufa. Salimu Kimba kama unamjua, sijui mnamfahamu. Namkumbuka wewe. Aha, kumbe Makombo binti Salimu Kimba. Nani sasa somjua Salimu Kimba? Yule bwana alikuwa maarufu kweli kweli. Si yule bwana wa Dunduma alochomwa moto kwa sababu ya uchawi? Ndo maana kumbe mtoto wa nyoka ni nyoka. Nitaka nishangae kizazi hiki ni cha mtu ambaye sio mchawi kweli. Kumbe kametokea kwenye asili kabisa ya uchawi. Namjua vizuri Salimu Kimba. Yule bwana wanakijiji walimteketeza kwa sababu ya uchawi. Halafu usinikumbushe machungu wewe. Kama mshanijua basi muishie hapo hapo tu kwenye kunijua. Msianze kudodosa mambo ambayo yalishatokea nyuma. Nimesahau. Basi kumradhi, tusamehe binti. Ama kweli wahenga waliona mbali sana walivyokuwa wanasema huu msemo kwamba kikulacho kinguoni mwako. Kwicho, siamini kama wewe umethubutu kumwekea sumu babangu ili afe. Na sijui ni kitu gani kilichokunasibu kumtilia sumu babangu. Kwicho, ina maana wewe umediriki kumuua babangu, si ndio? Samahani sana kijana Sam kwa hiki ambacho nimethubutu kukifanya kwa baba yako. Lakini si mie. Mbungo hiyo. Wala hi mbungo. Mbungo ndo ilipelekea mie kufanya hayo yote. Na mbungo hiyo. Mbungo imenisaliti. Si wewe ni mbungo. Mbungo imekusaliti. Maneno yako yamejaa mubaraka mwingi sana Kwicho. Sikuelewi. Ongea nikuelewe. Nataka kujua kwa nini umediriki kumuua babangu. Kwa nini umeamua kumwekea sumu Mfalme Bokasa afe? Ni kitu gani kilichokufanya ufanye ukatili wa namna hiyo? Yaani kuanzia leo kijana we Sam, mie kuanzia leo sitakuja kumwamini kiumbe mwanamke. Mbungo. Wala hi mbungo. Mbungo sitakaa kuja kuiamini tena. Bikachala ni shetani. Tena shetani yule hana mapembe kichwani. Mapembe yake hapa kwenye kishundu. Mimi bado sikuelewi Kwicho. Bado sikuelewi na unazidi kuntia hasira tu. Hasira nilizokuwa nazo hapa. Natamani nikurukie, nikutenganishe kiwiliwili na kichwa. Nikupoteze kabisa. Na lazima nifanye hivyo. Kama sija kunyonga mbele ya halaiki, basi nitakufanya kitu kibaya, nihakikishe unakufa. Huwezi kumfanyia baba yangu ukatili wa namna hiyo. Halafu unakuja hapa na kuuliza maswali, mbungo. Mwanamke. Wanawake wamekufanya nini? Wanawake ni watu wazuri tu, hawana shida yoyote. Wewe ndo muuaji. Samwe, wala usiendelee kuniambia maneno magumu kama hayo. Mie mwenyewe tayari nishauchoka ugali na mlenda. Nimesalitiwa vya kutosha. Usaliti nilofanyiwa mie, sidhani kama kuna haja ya kuendelea kuishi kwenye ulimwengu huu wa dunia. Mimi nimefanya kazi ya kikatili kupitiliza kwa sababu ya mwanamke. Bikachala kanituma kazi mie ya kumuua Mfalme Bokasa na nimetekeleza. Na ahadi yetu ilikuwa kwamba ni mbungo na ufalme. Leo hii ufalme nimeukosa, nimenyimwa. Mbungo nimeikosa, nimenyimwa. Sasa kuna haja gani ya kuendelea kuishi kwenye ufalme huu wa Bokasa? Mie sidhani kama nina hamu tena ya kuendelea kuishi. Kama kunimaliza, hakuna haja na kusaidia. Najitupa. Kwicho, acha kufanya hivyo. Toba. Kwicho. Maskini. Na maana Bikachala kumbe alimtuma huyu bwana amuue baba. Bikachala ndio ameamua kufanya ukatili wa namna hii. Kwa nini Bikachala? Bikachala nitamnyonga mbele ya halaiki. Nitampoteza yule mama.